Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tena tumefika wakati mwingine. Ni mchungaji David Joya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi niliokoka, nilikubali kuokolewa na damu ya Yesu Kristo. Nilikubali dhambi zangu zenye nilikuwa najua na zenye zilitendwa kama sijui, zenye zilitendwa na Adamu pale shamba la Edeni, na sikuwepo, na sikuwa nimezaliwa, na sikuwa nimeumbwa, bali sababu ya kuzaliwa kupitia kwa mwili wake na damu yake, hiyo dhambi, mwili yangu ikazaliwa ikiwa imegawa dhambi. Nilikubali hizo dhambi Mungu aziondoe, na sababu alileta njia ya kuziondoa. Hasikufanywa kama niko, hasikufanywa kama ninajua. Nami nilikubali ile njia Mungu alileta ya kuondoa hizo dhambi zote, nayo ni kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo. Nilikubali kujiunganisha na hiyo njia ili hizo dhambi ziondolewe. Na mimi dhambi za Adamu na zingine nilikuwa nimetenda, zingine nikijua na zingine sijui, zote zilifutiliwa mbali. Ile karatasi, ile kitabu zilikuwa zimeandikwa, ikagongwa na damu, nayo ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo haiwezi someka tena, naye Mungu hawezi kuvuka hizo dhambi tena. Kutoka hapo nikapewa Roho Mtakatifu wa Mungu ili aniongozange, naye akiniongoza hunifanya niogope dhambi, hunifanya nisipende kutenda mambo yale mabaya, bali roho yangu, sababu imeunganishwa na Mungu, hutamani kutenda yaliyo mazuri na yaliyo mema. Sitamani kufanyia wengine dhuluma, bali natamani kuwatendea vile naweza taka na wao wanifanyie. Kwa hivyo karibu ili tuingie katika neno la Bwana, nasi tusikie vile Roho wa Mungu anataka kuongea nasi. Sababu hiyo wa Roho wa Mungu aliye ndani yangu ndiye huongea nanyi kupitia kwangu. Mimi natumiwa tu kama tarubeta, nayo tarubeta mwenye huipuliza ndiye hufanya vile anataka ile sauti anataka itoe. Nami sio mimi, bali ni yeye anayenipuliza, na yeye ni Mungu, naye ananitumia kama chombo, nami nimejipeana kwake na nimekubali kutumika ili nieneze injili na ujumbe wake katika hii dunia ya mwili na damu, dunia iliyojaa dhambi, dunia ambayo Yesu alisema Shetani ndiye huiongoza. Ndio maana unaonaga watu wengi ni wale watenda maovu, na wao hufikiria kutenda maovu ni kuwa werevu, nao wanaona wao ndio wanajua kuliko wale wengine. Kwa hii dunia ukisimama vizuri na uwe mwaminifu, watu hukuona kama wewe hujielewi. Nao wale wanaofanya mabaya, wao hujiona wao ndio werevu. Hivyo ndivyo Shetani ameteka fikira zao mateka, ili waonage wao ndio werevu, lakini kiukweli wao ndio wajinga. Sababu ile njia wamechagua inawapeleka jehanamu na kwenye moto wa milele. Nami nilichagua ile njia ya ukweli, nayo ni njia ya Yesu Kristo, njia ya uzima, njia ya kuelekea mbinguni, kuishi na Mungu miaka ambayo haina mwisho. Hakuna kitu unaitishangwa, bali unafaa tu kuamini vile Warumi 10:9 inavyosema. Ukiamini na ukiri kwa kinywa chako, utaokolewa ya kuwa Yesu alikufa na akafufuka. Hiyo tu ndio unayostahili kufanya. Hakuna kitu unaitishwa, hakuna pesa unaitishwa. Ukienda kwa mganga utaitishwa vitu mingi, kuku mweusi na kondoo na nini na pesa. Lakini kwa Yesu kuja jinsi ulivyo, bora tu ukiri kwa kinywa chako na uamini moyoni. Hivyo tu, hakuna kitu unastahili kuja nacho. Ni wewe tu hivyo ulivyo, naye Yesu atakuokoa na kukubadilisha na kufanya kiumbe kipya. Na ukifanyika kiumbe kipya, maisha yako yote utaishi ndani ya Mungu na utaishi na yeye, sababu yeye ni mtakatifu, naye huishi na walio watakatifu. Na njia ya kutufanya watakatifu ni kuamini Yesu Kristo, ili Roho Mtakatifu wa Mungu aidie ndani yetu atubadilishe. Karibu tuingie katika mahubiri yetu ya siku ya leo. Na leo mahubiri yetu
kichwa chake ni wataungana wakumalize, lakini Mungu hatakuacha. Kweli maadui ni wengi, na Biblia ikasema maovu ni mengi yanayomkuta mtu wa Mungu, ama mabaya, bali Mungu humwepusha nayo yote. Mambo mabaya na magumu lazima uipate ukiwa katika hii dunia, sababu nimekwambia hii dunia Shetani ndiye huiongoza, sababu alitumia ujanja naye akanyang'anya Adamu mamlaka ya hii dunia. Sababu dunia ilikuwa imewekwa mikononi mwa wanadamu, naye Shetani akajua alifuruzwa mbinguni. Mbinguni alikuwa amepewa mamlaka, hana tena. Akakuja huku duniani akakuta tena kumepewa wanadamu. Akajua sasa hapa ninitumie ujanja, naye akatumia ujanja akadanganya Eve ama Hawa mkewe Adamu, naye akamdanganya Adamu na dhambi zikaingia duniani, naye Mungu akategwa na mwanadamu akategwa na Mungu, naye Shetani akawa ndiye anatawala katika hii dunia. Lakini Mungu hashindwi, akakuja kwa njia nyingine. Yeye mwenyewe sasa akajibadilisha akawa mwanadamu, ili ile mamlaka yenye tulinyang'anywa na Shetani aichukue mikononi mwake aturudishie. Mimi siko chini ya mamlaka ya Shetani, bali niko chini ya mamlaka ya Mungu, sababu nimeokoka, nimeokolewa, naye huyo Mungu ndiye huniongoza. Yeye ndiye hunionyesha njia. Mimi siongozwi na Shetani tena, na ile mamlaka yenye Adamu alikuwa amepewa iko mikononi mwangu. Ndio maana Yesu akasema ametupea nguvu za kukanyaga nyoka na nge. Nyoka ni Shetani na nge ni maroho machafu. Kwa hivyo sisi sasa, wao wote wako chini yetu. Kwa hivyo ndio mamlaka irudi mikononi mwako. Kubali Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, naye Shetani atakuwa chini ya nyayo zako na hatakuwa akikuangamiza. Wewe ndiye utakuwa ukimkemea, na akikuona anahepa na anatoroka. Nao wengi wataungana wakumalize, sababu wewe sio kama wao. Walio wa dunia watakuwa maadui wako, nao watajaribu kukumaliza, lakini Mungu hatakuacha. Tusome katika Danieli 6:16 mpaka 24, nayo inasema hivi: basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amemfumba makanwa ya simba, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakaletwa wale watu waliomstaki Danieli, wakatupwa. Wale waliomstaki Danieli wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawasida, wakawaifuja mifupa yao vipande vipande, kabla hawajafika chini ya tundu. Bwana Yesu asifiwe. Samahani. Praise Jesus. Tumsifu Bwana Yesu ambaye ndiye nguvu yetu
ambaye ndiye aliyetuokoa, ambaye ndiye aliyetuita. Hapa tunaona, ukisoma hapo Danieli 6 yote kuanzia pale mwanzo, utaona vile Danieli alikuwa mtu mzuri wa kutenda mambo mazuri na mambo ambayo alikuwa anachunga asiende kinyume ama amkosee mtu. Hata mfalme walikuwa wametekwa mateka wana wa Israeli, nao wakapelekwa katika nchi ya Babeli kwenye walikuwa wanatumikizwa wakiwa mateka. Nataka uone Danieli alikuwa nabii wa Mungu aliye hai, na wana wa Israeli imefika wakati wanakamatwa wapelekwe mateka katika nchi ya Babiloni yenye ilikuwa inaabudu miungu ya kuchongwa ama ya kutengenezwa, au miungu ya Baali, miungu ya kutengenezwa na mikono ya wanadamu. Nataka ufikirie Danieli, mtu anayeomba Mungu, ambaye anaongea na Mungu, hata Mungu anamuonyesha mambo yenye haijafika, akikamatwa mateka na kupelekwa katika nchi ya watu wenye hawaabudu Mungu. Hayo yote yalikuwa yakitendeka, Mungu bado akiwa anaona, na kuna mambo Mungu hutaka tuyapitie ili ajitukuze kupitia kwetu. Wakati huo mtu ambaye hana Mungu anayesaona kama Mungu amemwachilia. Sio kusema sababu umeokoka hautapatwa na masida, sio kusema sababu umeokoka hautapatwa na mambo magumu kwa hii maisha, bali ukiwa katika hii mwili, mambo yenye hupata watu walio katika mwili yatakupata wakati mwingine na mwingine. Hata kuna wakati utalala njaa bado ukiwa umeokoka na Yesu akiwa Bwana. Si kusema Mungu atakuacha ama atakuwa amekuacha. Kuna wakati mimi nilikamatwa nikawekwa police station huko Ruai, nikiwa bado nimeokoka na nikiwa mhubiri, lakini tulikuwa watu 32 kwa ile sero, watu wengi zaidi, na nikukamatwa tu, hakuna kitu nilikuwa nafanya. Nilienda kuvuka barabara na kuta askari wakikamata watu, na nikakamatwa na nikawekwa kwa gari na police station, kiatu chini, msipi yule asa kamatwa anajua, bado nikiwa mhubiri na nikiwa na hubiri. Si kusema Mungu ameniachilia nianze kumuuliza bona ulikuwa unajua hivi na bona ukafanya nipitie hapo, sababu mambo yote hutendeka ili Mungu atukuze. Na nilipoenda huko, ilifika masaa nikaambia watu sasa tunanyamaza, kila mtu, hata wale walikuwa walevi wakanyamaza. Nikawaambia sasa ni wakati wa Mungu, tunahubiri Injili, na nikasimama mbele yao wakanyamaza, hata wale walikuwa wanajifanya. Hapo ndio nilijua watu wanaogopa Mungu. Hakuna mtu haogopi Mungu. Niliwanyamazisha hata wale askari walikuwa kwa OB, nao wakanyamaza. Hakuna mtu mwingine alikuwa anaongea huko. Unajua yule asa aenda police station karibu zote OB inakuwa hapa na sero siko hapa. Kwa hivyo mnavugua mlango unaingia kwa OB, hata sigine unapitia kwa OB ndio uingie sero mingi. Kwa hivyo hata wao wakiongea tunasikia, tukiongea wanasikia. Nikawaambia sasa nyamazeni, imefika wakati tusikie neno la Mungu. Nilisema lazima nihubiri, na nikahubiria wale watu, na sababu masaa ilikuwa imefika ya kuhesabiwa. Hata wakakosa kuhesabia kutuhesabu kwa ile muda, wakagojea mpaka nimalize. Sababu ukiwa na Roho Mtakatifu unakuaga na mamlaka na amri. Nikawa kwa wakati huo ni Mungu anaongoza na ni yeye anaongea kwa hiyo police station. Kiraoni nayo ikanitii, mahabusu wakanitii, na nikahubiri Injili. Nikasema Mungu alikuwa amenileta huko nihubiri Injili, na nikaambia Mungu, ndio nililala huko, lakini asubuhi niliambia Mungu, ile kazi ulikuwa umenileta nifanye huku ni sawa fanya. Kwa hivyo huku silali tena. Na kusema ukweli, nikatoka hiyo siku iliyofuata, ilikuwa ya Saturday. Nilikuwa nimekamatwa Saturday, hata kanisa sikuenda siku hiyo. Kwa hivyo Mungu mambo mingi anafanyaga itendeke, si sababu anatuchukia. Inakutendekea wewe ndio ajinue. Labda kuna mtu, hata kama hakuna mtu aliokokea hapo. Najua najua mimi sikuuliza, nimekumbuka mimi makosa ilikuwa yangu, sababu sikuuliza ni nani anataka kuokoka. Lakini najua nilipanda mbegu, na labda kuna mtu alikuwa hajasikia Injili kwa muda, na pengine ikamuguza. Na nikawaambia hapo, kuna watu kesho watafunguliwa, kuna watu kesho wataitwa tu na waambiwe wafieke huku na waende nyumbani. Na kusema ukweli, ilifika asubuhi kuna watu waliitwa, hata kama mimi sikuwa pamoja na hao.
kuna watu waliitwa wakaambiwa wafyeke huko nyuma, wakamaliza wakaenda nyumbani. Hao unajua hiyo injili iliwaguza na ilikuwa yao. Hakuwezi kosa mmoja alimkubali Yesu Kristo. Nami nataka kukuambia sio mambo yote yanafanyagwa sababu Mungu anakuchukia. Anaiona ikitendeka, lakini baadaye ndio utaona nguvu zake zaidi. Kwa wakati huo unaweza ona kama umeachiliwa. Kwa wakati huo wale watu hawamjui Mungu wanaweza ona hata huyu na anajifanyaga anajua Mungu. Ona tumekamatwa na yeye. Ona tumezikwa mateka na yeye. Ujue huko Israeli kulikuwa na watu bado walikuwa wanaabudu miungu baya, na ndio walikuwa wanafanya Mungu anakasirika, anawaachilia, wanapigwa na maadui wao. Nao labda walikuwa wanasema ona hata huyu Danieli na yeye anajifanyaga yeye ako kwa Mungu. Bona yeye hakuachwa, tumeenda na yeye. Lakini hata kama amekamatwa, Mungu wake bado wako na yeye. Hata akienda kule, hata hizi maisha kama ile nyinyi mnaishi. Sababu nilitoka hizi siku nyingine na nikaacha wengine huko. Labda hata wengine walipelekwa kotini na wakafungwa, lakini mimi sikufungwa. Kwa hivyo mnaweza kamatwa na wao, msikwe mateka na wao, waone kama mnafanana lakini hamufanani. Kama uko na Mungu, wewe bado umewapita, sababu Mungu wako hata kuacha, anakuaga na wewe hata wakati huo uko ndani ya maadui. Naye Danieli hata kama akiwa amekamatwa mateka na wana wa Israeli wenye wamemtendea Mungu maovu, bado alienda akiwa ndani ya Mungu wake, na Mungu akawa pamoja naye. Na ndio maana hata wakati alienda nchi ya Babeli, yeye alifanywa mkubwa mpaka akawa anaongoza hata wana wa Babeli karibu na mfalme. Akawa ni mdogo tu kwa kiwango kidogo kutoka kwa mfalme. Kwa hivyo hakuishi maisha ya watu wengine ya kufanyizwa kazi wakinyoroswa. Yeye alipewa kazi ya kuwachunga, kuwa kiongozi, na kiongozi ya nyoro zangu. Kiongozi yeye ni wa kutoa amri. Kwa hivyo mtu aliye na Mungu, Mungu hamuachagi. Hata kama kwa macho yake ya mwili anaweza ona kama ameachiliwa na Mungu, hata wakati yako kwa hiyo situation yenye watu wanaona kama Mungu amemuacha, bado Mungu anakuwa na yeye, na Mungu humuinua kuliko kiwango cha wale watu wanakuwa kwa hiyo situation. Yeye ako kwa hiyo situation lakini ameinuliwa na Mungu. Kwa hivyo utaona akiishi maisha tofauti na ya wale watu wako pamoja na yeye pale. Danieli akawa amefanywa kiongozi, sio mtumwa. Nao watu wenye walikuwa huko wakaona kama mfalme anamsikia sana. Tena mtu mwenye anafanyaka kazi kwa uadilifu na kwa ukweli na haki. Watu wengi sababu wameongozwa na roho chafu ya Shetani, wanapenda tu njia za mkato, hawampendagi. Danieli akawa anafanya kazi kwa uadilifu, nao watu wakaungana, wakapanga mpango vile watamuangamiza, sababu hakuna jambo angemhusika nalo katika kazi yake. Hakuna mahali alikuwa anaenda mkato. Kama ameambiwa aingie kazi saa 2, alikuwa anaingia saa 2. Kama ameambiwa lunch ni nusu saa, alikuwa anaenda nusu saa. Hapitisi hata kama hakuna mtu anamwangalia. Wakachunguza kile kitu watamkamata nacho wapeleke kwa mfalme, wakakosa. Nao wakapanga jama. Wakajua Danieli anampenda Mungu wa ukweli, naye anamwabudu Mungu aliye hai, na hawezi inamia miungu ya kuchongwa. Nao wakapanga vile wataambia mfalme atengeneze miungu yake ya kutengenezwa na mikono na bao na chuma na mawe. Aseme kwa muda fulani kusiwe mtu ataabudu miungu mingine isipokuwa ile mfalme amesema. Naye Danieli akakataa na akaendelea kuabudu Mungu wake anayejua ni Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Naye sababu alikuwa anaabudu kila siku mara 3 kwa siku, akiwa akiinama mahali na nyumba yake ilikuwa juu, ikiwa imeangalia kwa barabara na dirisha ikiwa imefunguliwa. Kwa hivyo akiomba watu walikuwa wanamuona. Akasema sitamuogopa ati nifunge dirisha. Mtu mwingine kwa siku hiyo angesema acha nifunge dirisha wasijue ninaomba. Tulio na Mungu hatuendagi kwa uoga. Tulio na Mungu hatuogopagi watu hata wakiwa na majina kubwa, hata wakiwa na pesa mingi. Tunajuaga Mungu wetu ako juu yao. Naye Danieli hakusema wakati huo nitakuwa naombea na huko pande hiyo ingine kwa kitanda ndio wasinione. Aliendelea kuombea pale tu, alikuwa anaabudia Mungu na kumuomba. Nao wakaona, wakapeleka ripoti kwa mfalme. Kwa sababu mfalme alikuwa amesema mtu yeyote yule ataabudu Mungu mwingine atatupwa kwenye tundu la simba. Hata kama alikuwa anajua Danieli ni mtu mzuri, akawa hawezi geuka
ile sheria alikuwa ameweka yeye mwenyewe, kwa sababu ni Danieli aseme wacha huyu tumsamehe. Akionekana ni mfalme mwenye hafuati amri zake, naye hata akiwa anamlilia Danieli akakubali tu atupwe kwenye tundu la simba, lakini akamwambia, juu najua wewe unaabudu Mungu wa kweli, huyu Mungu naamini atakulinda. Hata yeye alikuwa anajua yule Mungu aliye na nguvu ni huyo Mungu anaabudu hiyo na Danieli. Ndio maana akamwambia, naamini atakulinda na akuokoe kutokana na hawa simba. Na ilivyokuwa kawaida, nataka ufikirie kuhusu Danieli. Wakati ule alikuja, ujue alikuwa amepewa mamlaka, kwa hivyo alikuwa mtu mkubwa. Hebu fikiria watu wakitumwa waende wamkamate. Anakamatwa tu Mungu akiangalia. Anavugwa mikono Mungu akiangalia. Anasukumwa mpaka wengine wanamwambia twende. Ujue lazima wao ni watu tu, wanadamu huongea. Unajifanya namna gani? Ulikuwa unafikiria hatutakukamata. Hiyo ni siku yako sasa. Twende. Huyo ni mwanadamu. Na yeye ujue ni mwanadamu. Danieli bado anafikiria. Unataka kufikiria alikuwa anawaza namna gani? Nimekamatwa, naenda kutupwa kwenye tundu la simba. Kama ni mtu mwingine saa hiyo, ndio angeanza kuambia Mungu, wewe Mungu bara unaniachilia kwa nini? Na vile nimekutumikia. Usiwahi mnungunikia Mungu. Hata yakuje magani. Shetani anataka kujiinua ndio ukosane na Mungu wako. Uone kama Mungu amekuachilia. Hakuna wakati Mungu asawahi achilia mtu wake. Hakuna hata siku hii. Kama huwa anafanya mvua inyeze kwa wachawi, mtu mwenye ameua watu kijiji mzima, kama hata mbuzi na kondoo za wachawi zingine hujifungua mapacha, huyo anayefanyia hao watu wabaya hivyo mambo mazuri, wewe unayeitanizwa na jina lake atakufanyia mambo yanayokaa namna gani? Hakuna wakati atakuachilia. Kwa hivyo hata ikikuja mambo inakaa namna gani, usiwahi mnungunikia Mungu. Sema, Mungu ni wewe umefanya hii atendeke. Najua bado utakuwa pamoja nami. Danieli akafungwa, akapelekwa kwa mfalme. Mfalme akatoa amri, Danieli atupwe kwenye tundu la simba. Hebu ona sasa akiaguzwa chini, ndio afungwe sasa mikono na miguu mbele ya mfalme. Danieli ndio huyo. Nataka ujiweke kwa hiyo, piga hiyo picha sasa. Danieli amewekwa chini. Nabii mkubwa wa Mungu, mwenye Mungu hata anaogeaga na yeye. Anamuonyesha mambo yatatendeka miaka ijayo. Miaka na mikaka. Danieli alionyeshwa mpaka kukuja kwa Yesu Kristo, kurudi mara ya pili. Hebu ona huyo sasa akiaguzwa chini, akifungwa miguu na minyororo na mikono, labda akafunganizwa yote. Sasa akiinuliwa, wakimtoa pale walikuwa wanamkatia kesi, sasa wakimchukua sasa wampeleke karibu na lile simo. Hebu fikiria simo ikiondolewa jiwe, ndio atupwe akiangalia chini hivi anaona simba zikiwa zimekaa huko. Ujue hakuna kitu kama hii ingine ilikuwa imetendeka beleni. Ati anajua kuna mtu alitupwa kwa tundu la simba akakosa kukuliwa. Hao simba walikuwa wamewekwa huko wakuadhibu wale watu wanaenda kinyume na mfalme. Na kwa hivyo walikuwa wamekula watu wengi zaidi, na hakuna hata mmoja asawahi wekwa huko akatoka akiwa hai. Kwa hivyo anajua labda yeye kwako anaona hakuna mtu asawahi toka huku akiwa uhai. Na hawa ni simba na wako njaa. Na mimi ni mwanadamu na niko na nyama, watanikula tu. Lakini hakusema Mungu wake amemwachilia. Alienda tu akijua huyo Mungu na abudu lazima ataniokoa. Na hata kama hataniokoa, wote watakufa, mimi nitakufa niende kwake. Kutoka kwa hii mwili ni kwenda kwa Mungu. Kwa hivyo mtu aliye na Mungu hata apatwe na mambo magani, hakuna wakati anafaa kumkana Mungu. Watu wataamuka wakuinukie, wakupagie kukumaliza, lakini Mungu hata kuacha. Na maadui ni wengi sana. Shetani hutumia wanadamu. Wewe uliye na Mungu unakuwa kwa vita kila wakati. Ndio unaonaga watu wakikuchukia for nothing. Watu wanakuchukia bure. Mimi nimeona hayo hata makanisani. Ukiuliza watu ile kanisa zote ni za aenda watu wakakapaga wanikataza kuhubiri. Ukiuliza mtu ni nini nilifanya hawezi jua hata yeye, hakuna. Lakini anaijua na hiyo roho ya Shetani. Ile roho inafanyaga watu wachukie watu walio na Mungu. Vita ya Shetani, Shetani anachukia Mungu. Kwa hivyo lazima achukie mtu aliye na Mungu. Na yeye Shetani sababu naye ni roho, hakuna wakati atakuja hapa akiwa yeye.
naye anaigiaga mtu aliye na mwili kama wewe. Huyo mtu ni yeye anaanza kung'ang'ana na wewe. Shetani ndiye aliingia hao watu wa huko Babeli, nao wakaanza kuchukia Danieli sababu wako na Mungu wa kweli, sababu kuna uhasama kati ya Mungu na Shetani. Nawe ukiwa na Mungu, uko na roho wa Mungu ndani yako, Shetani atakuchukia tu, na sababu hawezi kuja yeye kama yeye ni roho, hata kuweza. Anatumiaga mtu aliye na mwili kama wewe ili ajaribu kuangamiza, lakini atajaribu kuangamiza hataweza, sababu Mungu hawezi achilia mtu wake. Danieli akafungwa mikono na miguu, jiwe likaondolewa. Ujue yeye ni mwanadamu, bado anafikiria. Ujue kuna watu hapo hata wananungunizana, hebu tuone, anajifanyanga sana. Anajifanyanga yeye ni nabii, ati Mungu anaongea naye, bona asimuokoe saa hii hiyo mikono, bona akakubali afungwe. Watu wanaongeaga tu, wanadamu ni wale wale. Labda wanasema bona hakumuficha, tukienda kumkamata tusimuone. Watu wanaongeaga tu. Danieli jiwe likaondolewa, akakamatwa sasa na wale waliambiwa wamkamate, akaachiliwa. Hebu fikiria sasa akiwa hewani akiendelea kuteremuka, kuanguka, akaanguka. Ndio hizi ziba. Danieli alikuwa anajua nguvu ya Mungu wake. Vile na wewe nataka ujue nguvu ya Mungu wako. Kama umeokoka, Mungu ni mwenye nguvu. Hakuna shida yoyote itakukuta wewe, hata waungane wakiwa wagani, hata waungane walio na nguvu namna gani, hata waungane walio na pesa namna gani, hata wafikiria watakuangamiza, hawataweza, sababu walio na Mungu hajawahi achilia watu wake. Mungu hajawahi achilia watu wake. Kama anafanyaga walio waovu mambo mazuri, mwizi mtoto wake anakuwa namba moja shule na ni mwizi. Muuaji mahidi yake inazaa bilibili na ni muuaji. Na wewe uliye na Mungu, mwenye unaamini Mungu tu peke yake, utendagi mabaya, huabudugi miungu ingine, utafutage nguvu kwingine za giza, ati ndio mambo yako yao mzuri. Unafikiria wewe anakuwaza mambo magani? Hawezi akakuachilia. Hata waungane wakiwa wangapi, waliungana wakiwa wengi, Danieli akiwa mmoja, ili wamuangamize, na wakatumia ile njia wanajua hii hata epuka. Juu walikuwa wanajua mfalme akisema jambo hawezi akageuka, na walikuwa wanajua zile simba zimekula watu wengi, wakafikiria wao, wakifikiria hata epuka simba. Hai ingine yote anaweza epuka. Tunaweza sema aweke korokoroni, aweke halafu aachiliwe, ama aweke korokoroni afanywe mkubwa huko tena. Kwa hivyo tunatumia ile njia, tunajua atakufa. Wao ndio walikuwa wamepanga atakufa, lakini Mungu alikuwa amepanga ataishi, na Mungu ndiye hushinda kwa kila jambo. Kwa hivyo mtu uliye na Mungu, usiwahi ogopa watu ati sababu wamekuwa against you ama wameungana wakumalize. Wao ndio wataona kwa macho yao kama wanakumaliza, lakini kupitia hiyo kujaribu kumaliza kwako, hapo ndio Mungu atajiinua na aonekane zaidi, na nguvu yake itaonekana na idhihirishwe, sababu Mungu naye hajawahi muachilia mtu aliye wake. Na wewe mtu wa Mungu, muamini Mungu mwenye aliyekuita na akakuokoa, sababu Mungu hajawahi muachilia mja wake. Na wewe kaa kwa Mungu, uonekane na yeye, na ukae kama Danieli ambaye alimuamini Mungu. Hata kama shida ilikuwa kubwa, hata kama watu wote walikaa wakapanga vile watamumaliza, yeye hakuacha kufanya kile alikuwa anajua, nayo ni kumuamini Mungu yule anayejua ni Mungu wa kweli na kumuabudu. Hata wakati ule alikuwa karibu wao waone kama ameisha, bado hata akiwa huko ndani alikuwa anamtegemea na kumtumainia yule Mungu, naye Mungu hakumuachilia, sababu Mungu hajawahi shindwa, na Mungu hajawahi waachilia wale walio wake. Nawe mtu wa Mungu, leo ni wewe Danieli, wewe ni wewe watu wameungana wakumalize, sababu wao ni watu wa dunia, wewe sio wa dunia. Wao ndio wanakuaga against you, sababu wewe sio kama wao.
Wanaweza ugana wakiwa wengi, wewe ukiwa mmoja, lakini nguvu ya yule uliye ndani yake imewashinda wao wote. Wanaweza ugana wakiwa wengi, sababu wao wako na nguvu na connection. Ujue walikuwa na connection mpaka kwa mfalme. Kwa hivyo wakimwambia jambo aliwasikiza na akakubali. Ni wao walipanga kusiabudiwe Mungu mwingine huko kwa wakati fulani, na wakajua tukienda kwa mfalme hata tukisikiza, sababu wako na connection. Wanaweza kuwa na connection kukuliko, lakini hizo connection zao zote kuna wakati Mungu atazifanya bure na ziwe sio kitu kwake. Ndio wataona wao wameshinda wakifikiria, sababu wakati walimkamata wakamvuga kamba na wakamtupa kwa simo na wakavuga lile simo na jiwe, waliona wao wameshinda. Lakini kumbe kwa Mungu hiyo ndio ilikuwa mwanzo ya yeye sasa kutukuzwa zaidi, sababu paka mfalme alisema Mungu wa Danieli ndiye Mungu ameshinda miungu yote, na akasema wale waliomstaki Danieli na wao waletwe watupwe kwa lile simo. Wao wakifikiria wameshinda, sababu wakati waliwekelea lile jiwe walisema sasa tumeshinda. Wakaenda kwao nyumbani sasa kufurahia, wakaenda kwao nyumbani sasa paka wakipigana haivaya. Asi nilikuambia hiyo hata epuka, nilikuambia anajifanyaga sana. Sasa wakaenda nyumbani sasa kulala. Ingekuwa ni wakati huu sasa tumessage tungekuwa tunapita hewani twingi sana. Ile Danieli nilikuambia tutamaliza leo hayuko. Na ujue kwa ile zimo hakuna mtu wa saa waiwekwa huko akatoka. Tulitupa, hata mimi nilikuwa mmoja. Mwingine anasema mimi hata ndio ni mimi nilirudisha lile jiwe. Mambo yake kwiza. Hao ni wanadamu. Wanasemaga mambo yako kwiza wakiwa hawajui naye Mungu amesema namna gani. Wao ndio wanasema mambo yako kwiza, lakini Mungu wako amesema namna gani? Mungu wako hajasema mambo yako kwiza, wao ndio wanasema mambo yako kwiza. Kwa hivyo sababu nawe unaamini Mungu sio wao, utasikiliza wao, utasikiliza Mungu. Mungu hajasema mambo yako kwiza, wao ndio wamesema mambo yako kwiza. Wakasema Danieli mambo yake kwiza, kumbe haikuwa imeisha. Na siku hii ingine akaitwa, wakasikia ametoka, habari zikaenea huko, yule Danieli mimi ile kitu wakaanza kusema ile kitu mimi sijawahi ona. Hapo wameanza kumtukuza Mungu wa Danieli, ama hawajamtukuza, wamemtukuza kilazima. Sababu wanaambia hiyo kitu sijawahi sikia. Kusema ukweli kutoka nisaliwe paka tule tumizee tuko tunatembea hivi na tumiti. Kaza mimi sijawahi sikia hiyo maneno kutoka wakati wa vita ya Mau. Mtu alitupwa kwa hii zimo akatoka akiwa hai. Hii ni maajabu. Hapo ameanza kumtukuza yule Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa Danieli. Nao watamtukuza Mungu wako sababu ya yale yote watakuwa wamejaribu kukufanyia. Wakiona haifaulu, wataanza kusema kweli sijawahi ona kitu kama hii. Sijawahi ona mtu amerogwa akakosa kukufa. Sijawahi ona mtu amepagiwa hivi na akatokea akiwa mzima. Wakaanza kumwabudu Mungu wa Danieli. Sasa ikawa naye mfalme akasema, wale walikuwa wamesema hiyo imeisha, tulimwambia ajichunge na sisi sana. Unajua wale watu hawamjui Mungu, wanaonaga wao nguvu zao na connection zao na kujua kwao. Mwingine anasema nilimwambia ajihadhari na mimi si wa kuchezewa. Yeye ndiye si wa kuchezewa, haoni Mungu. Wale watu hawamjui Mungu, hawamuonangi, wanaonaga wao wenyewe. Mwingine anasema huyo hakujua mimi ni nani. Hakujua mimi ni nani. Nao ikawa sasa ni wakati wao. Wakiwa usiku wote wamelala wakijisifu, hiyo asubuhi naye wakatumaniwa na wao. Vile walikuwa wanafuga Danieli, sasa ikawa ni wakati wao kufugwa na wao. Danieli naye akiwa amewaangalia hivi, sio yeye anajipigania, Mungu anampigania yeye mwenyewe, sababu mfalme alisema wale wote waliomstaki Danieli na wao waletwe. Wao watoto wao
bibi zao, familia yao yote. Hata sitaki kuona sura kama hizo huko. Wao walikuwa wamemstaki Danieli akiwa mmoja, wao wakaagamizwa wakiwa makumi na makumi, sababu Mungu akikuja kulipisia aliye wake hukuja kweli na ukali, naye akawa na ukali zaidi, akawakamata wale watu. Danieli akiwa ameangalia hivi, Mungu akipigania mtu wake, mtu tu ukaa bali anajiangalilia yeye mwenyewe. Danieli anaangalia wakifungwa vile walikuwa wanamfuga jana. Leo sasa yeye akiwa ametulia, yeye amelala na simba, hata amemfanya mmoja pilo yake kwa kichwa hivi, akalala usingizi mzuri sana. Nao hawakulala usingizi siku hiyo, wakiambiana vile wamesida. Mwenye wanafikiria wamemaliza, yeye ndiye amelala usingizi mzuri na mnono hata kuwaliko. Nayo ikawa ni zamu yao kutupwa ndani ya lile tundu la simba. Biblia inasemaga hata hawakuwa wanaachiliwa wafike chini, juu simba walikuwa wanaruka, wanawakamatia hewani, wanawararua. Hakuna hata mmoja aliepuka. Maadui wanaweza kuwa wengi, wanaweza wakakupangia kukumaliza na kukuangamiza, lakini Mungu hata kuacha. Mungu bado atakuwa na wewe. Wanaweza paga na waone kama wamepaga na kufaulu, lakini ni akili yao itakuwa inawaonyesha kama wamefaulu. Hawatakuwa wamefaulu hata kidogo. Ni akili yao itawadanganya wamefaulu. Juu hao wakienda kulala walisema, wakati jua lilirudishwa walisema wamefaulu kwa akili zao, lakini kulingana na Mungu hawakuwa wamefaulu hata inchi moja. Sababu Danieli hata kukwaruzwa na simba hivi kucha moja hivi hakukwaruzwa. Kwa hivyo wao walikuwa wanadhani wamefaulu, kumbe hawakuwa wamefaulu hata kidogo. Maadui watafikiria wamekuangamiza, kumbe kwao ndio wao wanafikiria, watafikiria wamekumaliza, kumbe hata hakuna kitu wamekufanyia. Kwa hivyo mtu wa Mungu, mtumainie Mungu, sababu ni yeye tu muweza wa yote. Usimtegemee mwanadamu. Danieli hakumtegemea mfalme. Hakuenda hapo kupiga magoti mbele ya mfalme amwambie nisamehe. Aligojea kesi yake ifanywe na amri itolewe, atupwe ndani ya tundu la simba akiwa amejinyamazia tu hivi. Anasema, Mungu wangu, unayaona haya, unajua hakuna kitu nimefanya. Naye Mungu sababu ni wa haki, lazima angemuokoa. Na wewe kama wewe ni mtu wa haki, lazima Mungu atakuokoa na akusidanie. Kwa hivyo mtu wa Mungu, heri kukaa pande ya Mungu na uishi vile Mungu anavyotaka tuishi, kwa haki na ukweli. Maadui wacha waugane, wacha waitane, tawapiganie simu wakisema wamekumaliza. Atakuwa wanakuona wanashangaa, mpaka wakati mwingine waseme, naye huyu Mungu huyu Mungu wa huyu mtu ndiye tunataka kujua. Na hapo Mungu atakuwa ameinuliwa zaidi na zaidi kupitia kwako. Kwa hivyo acha Mungu akuongoze na akuonyeshe njia, sababu ukiwa na yeye hautashindwa. Maadui wataugana wakumalize, lakini Mungu hata kuacha. Barikiwa na Mungu akuinue, akutendee mema. Kama hujaokoka unangojea nini? Na huku hakuna kitu mtu anaitishwa, ni hivyo tu ulivyo. Na ubarikiwe na Mungu akuinue na akutendee. Wacha tuombe. Asante sana Mungu wetu, Baba wa Mungu, Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asante sababu ya kuongea nazi. Mimi umenitumia tu kama chombo. Sio mimi nimeongea na watu wako, bali ni wewe umeongea nao. Inuliwa na uonekane. Wacha nisionekane Mungu. Mimi sina chochote, hakuna kitu najua kuhusu Biblia, ni wewe tu unanifundisha. Hata kufafanua hiyo maneno Mungu wangu siwezi bila wewe. Onekana na uniongezee hekima, ili ninaposimama mbele ya watu, hata wakati utanipea mahali ya kuwahubiria, sababu najua hii yote itawezekana. Utainuliwa milele na milele, na jina lako litatukuzwa. Asante sana Mungu wangu, asante Mwokozi. Nikitoka hapa nikienda kwenye nitaenda, Mungu endanisha na mimi, na unionekanie na uniongoze. Wewe ni Mungu wangu. Maadui anaweza kuwa wengi,
waungane vile waliungana sababu ya Danieli. Hata nikiwa peke yangu, Mungu nitakuwa mshindi. Hata wakiwa na connection, hata wakiwa na pesa, hata wakiwa wanajulikana, mimi ndio nitakuwa mshindi, sababu aliye na wewe hajawahi shindwa. Ile Danieli hakushindwa, nami na mwenye ananisikiliza Mungu hatutashindwa, sababu tuko pande yako. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye tunayeamini, wewe ndiye tunayetegemea. Hatuna mwingine isipokuwa wewe, Mungu Yesu Kristo, wewe uliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakuamini tu wewe, tuongoze na utuonekanie. Ni katika jina lako kuu nimeomba na kuamini, amen. Barikiwa na Mungu. Asante. Thank you.